tarehe 31 tunasubiri mwaka mpya uingie. Ofisini kwangu nikaingia nikasema wacha kama saa 2 hivi nilale kidogo ili niwe na nguvu ya kukesha kwenye mkesha. Nikalala. Nilipotaka kulala hivi nikataka kuamka nikachukuliwa. Mtu akashika Gwajima amka. Mimi nilijua nimeamka. Akaniambia twende nikakuonyeshe kitu. Nikamwambia wewe ni nani? Asema wewe nifuate. Nilipomwangalia hivi automatically nikamfuata. Akanipeleka mahala fulani kama kwenye uwanja mkubwa. Akaniambia nimekuleta hapa ili waone wenzenu wanajiandaa na mwaka mpya. Wenzetu wanajiandaa na mwaka mpya, ni wewe tu unayebaki Nikapelekwa mahali. Nilishangaa sana. Elimu ninayokufundisha mimi kuhusu Mungu sijajifunza kwa mtu. Nikapelekwa mahali nikakuta mkutano mkubwa, yani kama ukumbi mkubwa sijawahi kuona. Waheshimiwa wamekaa pale. Siwezi kuwataja niliowaona. Huku duniani watu wenye kuheshimika wamekaa mpaka kule pazuri pamepambwa, wanasubiri mgeni wa heshima. Wanasema kabisa mgeni wa heshima anatokea duniani, tunamsubiri. Alafu kati ya wajumbe wengine wajumbe na wafahamu huku kwetu na wafahamu huyo fulani, huyo fulani, huyo fulani, fulani. Alafu mimi nashangaa, huyu ananiambia nimekuleta nikuonyeshe maandalizi ya mwaka mpya. Baadaye wakasema wajumbe mgeni rasmi anaingia. Wakasimama. Alipoingia kwa mgeni rasmi nilishangaa sana. Huku duniani ni mtu mkubwa. Huko ameenda mgeni rasmi. Huku duniani haielezeki. Akakaa kwenye kiti. Watu tukae jamani. Kakaa, kikao kikafunguliwa, mgeni rasmi akaongea. Wakasema sasa tunataka kutamka majina ya watu watakaouawa mwaka kesho. Yaani wana orodha ya majina. Kuna watu ambao watapata ulemavu, orodha yao. Leo si tarehe 31, ule mwaka unaofuata sasa wasema watakapata ulemavu 2024, wanatajwa majina fulani 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 fulani. Ulemavu ulishapangwa kabla gari halijaanguka. Jina lako liko kwenye orodha ya watu waliopangwa ulemavu. Na lichomoa jina lako katika jina la Yesu. Kuna orodha ya watu watakaofariki ambao wamepangwa kufariki, lakini majina yamewekewa alama. Wale watu watakaofariki, yani huyu lazima mwaka kesho atafariki, tunataka afe, anawekewa alama nyekundu. Yani mashetani wote wanaotembea duniani, mkimkuta huyu kwenye ratiba ya kuuawa, shughulikeni naye. Ni information kwenye mifumo ya kishetani ya dunia. Watakaopata ulemavu, watakaofilisika, watakao katika miguu, watakaovunjwa uchumba, yani kila kitu kipo. Usifikirie haya mambo yanatokea tu mchumba wangu kaacha sim card ilipangwa. Mchumba wangu yani alikuwa mzuri tu, yani kageuka, mume wangu amekuwa wa ajabu. Watakaopata wamepangwa wote. Sasa wanasomwa majina. Jina lako likisomeka wanaanza kutaja. Kwa mfano, nitaje kwa mfano Ramadhan Omar. Watu wanasema likitajwa jina lako kwenye ile category lazima utapata. Wakasema tutaje, tunaanza na orodha ya watakao kufa mwaka ujao. Sasa mimi si nimekaa mahali, lakini naona. Unaona ajabu hiyo? Niko mahali na huyo malaika aliyenipeleka, ila naona kwenye lile daftari. Akapewa yule jamaa, sasa soma bwana. Akachukua soma majina watakao kufa. Akamtaja fulani, asante pastor, fulani bin fulani. Watu wa kwanza, wa pili fulani, na ninaokutajia wale walishakufa kweli tayari. Wale ninaozoea wajakufa tayari. Watatu si jina langu. Watatu jina langu.
Yule aliyekuwa anataja akasema, jamani, naomba jina la tatu liache. Anasema hivyo, tukilitaja linaweza kutuletea matatizo. Watu hakuna, atajwe. Kwani yeye nani atajwe? Sasa mimi si niko pale, yule mwenyekiti anamwambia, kwa uzoefu wangu jina hii tukilitaja kikao kinaweza kuvurugika, tusimalizie na hoja zetu. Anasema hivyo, ninaamuru jina lako livuruge vikao kwa jina la Yesu. Naomba ukae mwanangu, naomba ukae. Anawaelezea mwenyekiti, in my experience jina kama hili tusilitaje, taharibu kikao. Wakasema wanataje, taja bwana. Akasema basi mimi siwezi kulitaja. Msaidizi akasema acha mimi nilitaje. Mimi sasa pale sinaona nina uoga, kwa sababu yani kwenye madhabahu ya kuzimu wakitaja jambo, ukitajika, yani jina lako likitamkika huku juu, kutakuwa na tukio litakalotokea liendane sawa sawa na namna ulivyotamkwa kwenye madhabahu ya kuzimu. Watamke watamkavyo, jina lako halitafaulu kwa jina la Yesu. Kaa kidogo. Watamke watamkavyo. Kwa hiyo kila matukio yamewekwa kwenye kategori. Sasa yule bwana anasema, leta mimi nimtamke. Akashika, akajitutumua. Alipovuta pumzi ataka kutaja, mlipuko ulitokea. Mlipuko ukatokea. Nikawaona wajumbe wote kama vipepeo wanapanda kwenda juu. Ndio nikagundua ni chini ya maji. Yule bwana akiwa anaondoka, yule wa kwanza akamwambia, wanaume, ili wapasa kunisikiliza. Anawaambia, lakini kabla hajataja sikuwa wanabishana. Kuna kazee kamoja kamekaa pale mbele duniani na kafahamu, kanasema mtajeni. Hata hivyo huyo jamaa amenifanya hivi na hivi, kananichongea, mtajeni. Kazee kako duniani, kazee kanasema mtajeni, atajwe. Kanasimama mpaka nimekuja kutoka, imetokea hiyo kisanga hicho, nimetoka na kuja kurudi na nakumbuka kale kazee. Kale kazee kakua kamikomalia nitajwe. Kakua kanakaa Magomeni pale, Magomeni Mikumi pale. Sasa na mimi nikasema wacha na mimi nikatoa tamko. Na mimi nikasema mzee fulani nampa masharti matatu. Afanye hivi, asipofanya hivi atapata fariki. Na mimi masharti niliyompa yote hayatekelezeki, ili na yeye afariki. Nikampa masharti matatu, yote hayatekelezeki. Sharti la kwanza, atubu na aje kutubu kwangu tu, asiende kwa mchungaji mwingine, kwangu tu. Halafu azunguke Tanzania nzima akiwaelezea watu jinsi alivyokuwa muovu. Asipofanya hayo anafariki. Nikatangaza kabisa. Mzee yule akanipigia simu, askofu, lengo lako nitimize wa masharti au lengo lako nife? Kwa sababu masharti yenyewe yatekelezeki. Nikasema lengo langu timize masharti. Sio hivyo, lengo lako kuna kitu unanitafuta. Mimi ni mzee wa siku nyingi, mimi nitakunyosha. Mimi kabla wewe hujawa shemasi, mimi nilikuwa mtu maarufu kwenye mambo ya gizana. Wewe kuonaona kijicho chako hicho ndio unajidai wewe mjuaji, kimacho chako hicho. Nikamwambia masharti matatu, bila kutimizwa hapo unakufa. Sharti la kwanza, la pili, la tatu, kufa. Kapambana, chomoka. Mishasema chomoka. Siku moja nikasema leo namalizia sasa. Sema namkamata na mikono ya chuma na mnyofoa ndani. Piu! Kesho yake asubuhi nishafariki.
nataka kukuonyesha kitu. Hata sasa hivi, usiku wa leo, usiku wa kesho, Jumatano, kuna kikao kitakaa cha kufanya projection ya kila mtu, target aliyopewa ameifikia. Wachawi wako very serious. Ukipewa target ya kuua watu, hujaua, siku ya kikao unauawa wewe na unaliwa nyama. Wewe tu ndio unatuchezea hapa, ufikii target. Wale hawachezi kwa shetani. Hakuna samahani, hakuna nisamehe, hakuna niwie radhi. Kule hamna, ni huku tu kwetu. Na ndio maana tunakuwa defective, kwa sababu tumezoea sana nisamehe, nihurumie, tumezoea sana. Kule hamna. Sasa kuna baadhi ya watu, jina lako inawezekana kana limewekwa kwenye orodha fulani, kwamba kabla ya 2024 haijafika, jambo fulani liipate familia, likupate wewe, na lichomoa jina lako kwenye orodha ya waliowekwa kwa jina la Yesu. Narudia, nalichomoa jina lako kwenye orodha ya waliowekwa kwa jina